Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu sana mtazamaji wa channel ya Mji wa Raha TV. Hapa ibada imeisha hapa kanisani Mji wa Raha. Nimepata nafasi ya kuongea mawili matatu na dada zangu hapa ambao wanaabudu katika kanisa hilo Uzima katika Neno. Nadhani watajitambulisha wao wenyewe. Dada, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa majina yako tafadhali? Kwa majina naitwa Agnes Joseph. Naam, dada Agnes, naona upo na dada mwingine tena hapa. Dada, Bwana asifiwe pia. Amina. Kwa majina tafadhali? Kwa majina naitwa Joanita Joseph. Je, ni jambo gani ambalo unalo kushare na watu kuhusiana na madhabahu hii ya Uzima katika Neno Mji wa Raha tangia umeanza kuabudu mahali hapa? Amina, nawakaribisha wote waweze kufika mahali hapa. Kuna Mungu wa ajabu sana. Hii madhabahu utapata baraka, matatizo yote utatatua kwenye hii madhabahu. Karibuni wote. Naam, tangia umefika hapa, ni jambo gani ambalo linaweza kumshawishi mtu kufika mahali hapa unapomwambia karibu mahali hapa? Mambo mengi yamefunguka, ni baraka, kazi, kipato kimeongezeka. Ni mambo mengi sana sana sana, siwezi kuyataja yote kwa wakati mmoja, ila ni mengi sana Mungu kafanya kwenye maisha yetu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya watoto wangu, kwenye familia yangu. Katika madhabahu hii kuna nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu tumeiona pale tulipopata shida pamoja na misukosuko ya ajali. Mungu katuokoa kupitia madhabahu hii. Tuliombewa pia na sisi tukao tunajiombea wenyewe kwa nguvu ya hii madhabahu. Hongera sana na Mungu akubariki sana. Ngoja niongee na dada mwingine mahali hapa. Dada, watu wanaokutazama kupitia YouTube Mji wa Raha TV walitamani kujua tangia umeanza kuabudu juu ya madhabahu hii ya Uzima katika Neno Mji wa Raha Kiponza. Je, kuna kitu gani unachokiona tofauti na madhabahu nyingine ambazo ushawahi kuziona? Mimi kuna shuhuda nyingi nimezipata baada ya kuhudhuria katika madhabahu hii. Mambo yangu yamebadilika sana kupitia madhabahu hii. Nimeinuka kiuchumi, Mungu kaniinua. Miujiza mingi nimeiona kupitia hili kanisa la Kiponza. Hili kanisa lina muujiza mkubwa sana. Tumepata vitu vingi na juzi kati Mungu katuepusha na ajali ambayo tulikuwa tumeingia ndani ya lori kwa chini, lakini Mungu katuokoa, na yote tunajua ni kupitia haya madhabahu. Hapa Kiponza tumeokoka kupitia Mungu wetu, katenda kafanya. Ukimwamini Mungu, kama unahangaika umeshapitia makanisa, haujui uende kanisa lipi, hujui umwamini yupi, njoo Kiponza Mbagala, utapokelewa na utapata baraka, mambo yako yatafunguka, utakuwa mpya kabisa, utabaki na imani. Ni jambo gani ambalo ulishawahi kutendewa tangia umefika mahali hapa ambalo linakufanya uwe na moyo na bidii zaidi juu ya mahali hapa? Ni mambo mengi sana, lakini machache ambayo yananigusa sana, mengine yote yananigusa. Kuna mtoto wa dadangu alikuwa ni kichaa, tulimleta hapa kanisani, aliombewa akapona kabisa. Babangu alikuwa ameshapigwa na stroke, nikampigia mchungaji simu akamuombea. Babangu alikuwa ameshaanza kupata stroke ya mkono na mguu na mdomo pia umeenda upande, lakini alimuombea kapona, hadi sasa hivi ni mzima, anafanya mambo yake. Kapona katika madhabahu hii hapa Kiponza. Sawa. Je, unawaambia nini wale wanaokutazama YouTube? Nawaambia kama unahangaika popote pale ulipo, hujui ni wapi uende, unatangatanga, makanisa ni mengi. Kuna kanisa liko Kiponza ambalo ni suluhisho la matatizo yako, litatatua shida zako, litatoa kilio chako kuanzia leo hii. Tutafute, ukifika Kiponza uliza kwa mchungaji Mkwama au piga simu, namba zitapita hapo chini, utatupigia simu au tuma message. Karibu kanisani kwetu, upokee shuhuda yako, upokee baraka zako. Je, unalipa kuzungumzia kuhusu mchungaji Mkwama? Mchungaji Mkwama ni mtu wa ajabu sana. Ukimjua mchungaji Mkwama hautamani umpoteze. Ana upendo, anakufuatilia, anakufundisha neno la Mungu, abagui. Yaani kama hauna kitu ndo anasimama na wewe, ambaye hauna kitu uendelee kukua. Hata una sadaka yeye kwake anajua utapata tu, atakuombea utafunguka. Anawatumia hadi washiriki, sina nauli natamani nifike kanisani, atakutumia hata nauli ya kufika kanisani. Naam, ubarikiwe sana dadangu. Umezungumza mambo mengi mazito